atastawi kama mtende. Hamjapata? Zaburi 92:12. Okay, anasema mwenye haki atastawi kama. Naomba mmalizie sasa. Mwenye haki atastawi kama, atakuwa kama mwezi wa. Okay. Kwa hiyo unayeandika ni kwamba hili fungu tutalihubiri kwa siku mbili, leo jioni na kesho jioni, maana ni fungu kubwa na pana sana. Kwa hiyo leo tutahubiri nusu fungu. Mwenye haki atastawi kama. Kesho tutahubiri atakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Okay, sasa tusome ile nusu fungu ambalo tunalihubiri leo. 1, 2, 3, twende. Tunaanza tena. 1, 2, 3. Mwenye haki atastawi kama mtende. Tena, mwenye haki atastawi kama mtende. Sasa kwa sauti, 1, 2, 3. Tena sijasikia. 1, 2, 3. Mara ya mwisho twende. Na title ya somo letu ni hivyo hivyo, mwenye haki atastawi kama mtende. Funga Biblia yako, tutasoma fungu hili. Nenalo ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa fungua moyo wangu, nisikie, jaza sifa zako Bwana, kila siku vile kwa upole. Daima unashika ulimi wako, nisikie maneno Baba Mungu, shuka unene nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwenye haki atastawi kama mtende. Kwa nini Biblia ifananishe wenye haki sawa sawa na mitende? Kwa nini hajafananisha mwenye haki sawa sawa na miparachichi? Kwa nini hajafananisha mwenye haki sawa sawa na papai? Kwa nini hajafananisha mwenye haki sawa sawa na miti hii ninayoiona huku Kisii? Kwa nini atufananishe na mtende? Mtende, ili fungu limeandikwa na Daudi katika ile nchi ya Palestina. Kwa hiyo fungu lilipoandikwa, Daudi alikuwa Palestina. Mtende kwa lugha ya Kiebrania unaitwa tamari. Kuna mtu anaitwa tamari hapa? Oh, poleni sana. Mnaoelekea kuzaa, msiache kuwapa watoto wenu jina la tamari. Tamari maana yake mtende. Kwa Kiebrania unaitwa tamari. Kwa Kiingereza unaitwa cedar, unaitwa date palm tree. Kwa Kiswahili unaitwa mtende. Zamani za Biblia, kina mama wengi hasa pale Palestina walikuwa wanatamani kuwaita watoto wao kwa majina ya tamari, yaani mtende. Maana mtende ni simbo ya nchi ya Palestina.
Hivyo basi, mfalme alipoona kila mtu akizaa mtoto Tamari, kila mtu akizaa mtoto Tamari, akaona ile nembo ya nchi ni kama inaharibiwa. Hivyo mfalme akatengeneza timu ya akina mama, na hizi timu za akina mama zilikuwa kazi yao ni kutoa majina kwa watoto. Na hili unasema, Pastor Lumbo, unalipata wapi? Wewe soma namna Luti alipozaa. Biblia inasema wakina mama wakampa mtoto wake nini? Jina. Kwa hiyo hii timu ukisema, jamani, nimepata mtoto na ninataka fundi mitambo, njoo mara moja ugeuze hii monitor inigeukie, na wanataka yaani mtende, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Angalia, alikuwa na umbo wake mzuri wa uso. Ukisoma Samueli wa pili anasema, kisha akazaliwa kwake Absalomu mwana wa tatu na binti mmoja ambaye jina lake aliitwa Tamari, naye alikuwa mwanamke mzuri wa nini? Wa uso. Kwa hiyo mtende uliwakilisha uzuri. Sasa mti wa mtende upoje? Mti wa mtende ni kijani kibichi Januari mpaka Desemba. Mvua inyeshe isinyeshe, juani wake lisiwake, mti wa mtende ni greenish all the time, ni green. Sifa nyingine ya mti wa mtende, mtende huu wa Palestina unaotajwa kwenye vifungu una urefu wa futi 120 mti kwenda juu. Upana wake, nilikuwa ninaangalia kwa sababu nimeshawahi kwenda Palestina nikaiona. Upana wake, unene wake ni sawa sana mti ninaouona, lakini kuanzia chini mpaka juu ni mti hauna hata tawi, maana hata kupanda kule lazima uwe na mashine. Ila juu kabisa ya mti kuna greenish juu kabisa, alafu ukishuka hakuna tawi wala hakuna majani yaliyoota kimgogoro, yenyewe tu majani yameota juu kabisa. Kwa mti wa mtende unaozungumzwa rangi yake ni nyeupe kama hapa, lakini juu ni greenish. Mti wa mtende mizizi yake ni dawa. Na leo nataka nikwambie, dashboard za magari zinatengenezwa kwa mti wa mtende. Mti wa mtende wakati wote unapokuwa jangwani unauona mti wa mtende, pale ambapo miti mingine huwezi kuiona. Mti wa mtende unaanza kutoa matunda miaka 7 mpaka 8 tangu ulipopandwa. Kilimo kikuu cha Palestina ni miti ya mitende. Maajabu ya matunda ya mtende. Matunda ya mtende huu uliotajwa kwenye Biblia hapa hayahitaji uweke kwenye friji. Yaani una uwezo wa kutunza juu ya kabati, juu ya meza kwa mwaka mzima, na matunda yale hayaozi. Ndio tunda pekee ambalo lina uwezo kukaa miaka 2
tena ukiwa umeweka juu ya speaker hapo after 2 years ukalitafuna na likawa tamu sana. Unajua Mungu akutufananisha na vitu vya ovyo. Mungu akutufananisha na vitu vya ovyo ovyo. Mti wa mtende, kadri unavyokuwa mzee ndivyo matunda yake yanavyokuwa matamu sana. Matunda mengine mti ukiwa miaka michache ndio unakuwa mtamu, lakini mti wa mtende kadri unavyokuwa una umri mrefu ndiyo matunda yake yanakuwa matamu sana. Mti wa mtende unatoa harufu nzuri, na hii harufu miti ikiwa hapa, alafu wewe ukawa kilomita 5 kutoka hapa, utaanza kusikia harufu nzuri ya manukato. Hivyo katika nchi ya Palestina, maeneo ambayo wamepanda mitende, kuna harufu nzuri sana. Na perfume ya mti wa mtende ndio perfume ghali kuliko zote. Hii perfume inanunuliwa kwa ni convert kwa hela ya Kenya, inanunuliwa kwa $300,000 ya Kenya. Yes. Inanunuliwa kwa $300,000 ya Kenya. Ni perfume ambayo Rais Barack Obama aliyekuwa wa Marekani ndiye aliyekuwa akiitumia. Ni perfume inayotumiwa na viongozi na wafalme, perfume ya mti wa mtende. Halo. Mti wa mtende ukiushika mbaya sana unakwarua, lakini ukiangalia juu ni greenish. Hivyo basi Wapalestina wamepokeaje heshima ya wao kuwa na mtende? Na Biblia ikasema wenye haki watafaana mtende. Namba 1, bendera yao ya taifa katikati wamechora mti wa mtende. Nembo ya rais wa Palestina ina mti wa mtende. Na miti ikaota vizuri, umestawi. Lakini hautanielewa jioni ya leo mpaka nikueleze mti wa mtende unastawi kwa namna gani. Ndipo turudi kwenye fungu, mwenye haki atastawi kama mtende. Ukiwa pale Palestina, kuna jangwa ambalo chini pana mitende kibao. Na ndio maana Israeli pana mitende, Jordan pana mitende, ukienda Misri pana mitende, lakini miti inayozungumzwa imestawi tufanane nayo ni ya Palestina. Daudi aliona nini? Hapo jangwani Palestina pana miti ya mitende. Mimi nimeshafika pale, yenye afya, iliyokuwa vizuri, imekwenda juu, imenenepa. Nikauliza, hivi inawezekaneje hapa ni jangwani, hakuna mvua, pana miti ya mitende? Ndipo nikajifunza habari za mitende. Mti wa mtende unapopanda pale jangwani, wenyewe unaanza kupeleka mizizi yake chini, unapeleka mizizi yake chini, unapeleka mizizi yake chini, unapeleka mizizi yake chini. Mtende hauanzi kukua kwenda juu, kwanza unapeleka mizizi chini,
Unajua pale Palestina, ili upate kisima, upate water table huku chini, ni lazima mtende uende umbali wa viwanja 30 vya mpira, mita 3,000 kwenda chini. Hivyo ule mtende unaanza kwenda chini, na nataka niwaambie, mtende ndio mti pekee ambao mzizi wake unafanana na mti wa nje. Kama mtende una umbo kama mti huu hapa, manake mzizi wake ni mkubwa hivyo hivyo kwenda chini. Kwa ule mti mtende unashuka chini. Kabla ya gharika, maji yalikuwa yakitoka chini yanamwagilia bustani, mvua hazikuwepo. Na baada ya gharika, mvua zinashuka kutoka juu. Ndio maana Patrick and Prophecy anasema mvua ilipokuwa inanyesha wakati wa gharika, ilikuwa mvua inatokea chini na inatokea juu. Sasa wanajiografia wanasemaje? In fact, nilisoma HGL, history, geography na language. Kwenye geography tunakubaliana kwamba huku chini ya ardhi kuna mito inayopita. Ndio maana tukichimba kisima hapa hatupati maji, tukisogea pale tunapata maji. Huku chini kuna mito inayopita. Kwa mto mtende unashuka, ukiona hapa linaposhuka hapa hakuna mto chini, unakatiza, unakwenda, unapiga kona. Mzizi wake unaweza ukapiga kona ukaenda mpaka pale Kisii town pale hospital, unakwenda chini kwa chini, unatafuta, na ukisha target maji yako hapa, ule mzizi unashuka. Ukishuka unaenda kukutana na maji chini, umbali wa viwanja 3 vya mpira. Hiyo safari ni ya miaka 5. Ukifika, unafika kwenye ile kitu inaitwa water table, na ukifika kwenye water table kule chini, mto mtende unatoa tena vimizizi vidogo kama nyuzi za kushonea nguo, na ukishatoa vimizizi hivyo vidogo vinatambaa juu ya mtende, vinatambaa juu ya maji, vinaweka cycle ya futi 8 kila upande, na vile vinyuzi vinafyonza maji, vinanyonya maji ambayo yanapita huku chini, vinayaleta kwenye mzizi mkubwa kama mti ambao uko chini, umbali wa viwanja 30 vya mpira. Kiwanja kimoja cha mpira ni mita 300. Sasa inakwenda chini. Baada ya hapa, mti mkubwa unaanza kufyonza, unafyonza maji, unaleta, yanapanda mpaka yanafika kwenye surface, kwenye ardhi. Na akifika kwenye ardhi, ndipo mto mtende sasa, ukiwa na uhakika wa maji kutoka kwenye water table, ndipo mto mtende unaanza kukua, unaenda juu. Daudi alipoliona hilo akasema, mwenye haki atastawi kama mtende. Ndugu zangu, nataka niwaambie jioni ya leo, dunia yetu ni sawasawa na jangwa. Pale Tanzania, mtoto mdogo wa miaka 4 amebakwa na baba yake, akalawitiwa, kijana wa kiume. Baba mzazi leo anatembea na mtoto wake aliyemzaa. Hii inaonyesha dunia yetu ni jangwa kama jangwa la Palestina. Watu wanatenda dhambi bila hofu, bila uoga. Hii inaonyesha dunia yetu ni jangwa kama jangwa la Palestina. Mauaji ya watu, maandamano, hali ya chakula kuwa mbaya. Nataka nikwambie, bei ya mafuta si Kenya tu imepanda, hata Tanzania, hata Uganda, kwa sababu wanaokontrol bei ya mafuta hawapo Tanzania wala Kenya, wako Ulaya. Dunia yetu ni jangwa, hakuna unafuu. Wakati fulani pale Tanzania, rais wetu akasema tunaenda kununua wenyewe korosho zetu alafu tuwauzie Ulaya. Aliposema sitaki watu kutoka Ulaya, tununue korosho zetu, wao walizofanya wakatangaza korosho za Tanzania ni chafu. Tukakosa soko.
Tulipomwambia Jioni lenyewe mnunue toka huku chini, wakasema ni nzuri sana. Dunia yetu ni jangwa. Hali ya ndoa imekuwa tishio. Hali ni mbaya. Ndoa zinavurugika kila dakika. Hali ni mbaya. Dunia yetu ni jangwa. Watu hata hapa ninapohubiri, unakabiliwa na magonjwa, unakabiliwa na huzuni, unakabiliwa na school fees, mmeo ameukimbia, mkeo ameukimbia. Nakwambia mtu mmoja ameoa dada mfupi afika hapa. Dada mfupi hasa akaleta kesi, akasema mchungaji, huyu mwanamke amenishinda, anaongea sana. Nikaona kadada kenyewe kafupi, jamaa mrefu. Akasema lakini pastor, huyu akiwa anaongea hadi anasimama juu ya meza ananigombeza. Dunia yetu ni jangwa. Lakini katikati ya dunia ambayo ni jangwa, Waadventista wa Sabato walio kama mitende lazima wao wanawili. Lazima ndoa zetu zinawili. Lazima uchumi wetu unawili. Lazima afya zetu zinawili. Watu wakikuuliza kwa nini, waambie niko connected na water table. Yesu anasema yeye ndiye maji ya uzima. Tena sehemu nyingine anasema yoyote anayeona kiu aje kwa Bwana wetu Yesu Kristo, atapata maji ya uzima bure. Akiwa msalabani, maji yanatoka ubavuni yakiashiria yeye ni maji ya uzima. Yesu unajua na majina mengi. Yeye anaitwa ni mkate, yeye anaitwa fimbo ya enzi, yeye anaitwa Amina, yeye anaitwa Yehova ile. Ninawatangazia jina jingine la Yesu. Yeye ni maji ya uzima, na ndiye maana ya ubatizo. Unapobatizwa maana yake unaoshwa na maji ya uzima. Wenye haki ambao watabi connected na jina la Yesu ambao ni maji ya uzima, dhoruba zitakapovuma watakuwa salama kama mitende. Magonjwa yatakapokuja watakuwa salama kama mitende. Biblia inasema mwenye haki atastawi kama nini? Jioni ya leo, Yesu ya maisha yako duniani. Yesu awe chanzo cha furaha yako duniani. Yesu awe kimbilio lako. Angalia Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa katika jangwa la kuabudu masanamu. Wanaambiwa msujudie masanamu. Wanasema sisi tuko tayari kufa hata asipotusaidia. Sisi tuko tayari kufa. Kilichowapa jeuri Shadraka, Meshaki na Abednego ni kwa sababu wapo connected na water table. Wakati wote waliposujudu, wao waligoma kusujudu kwa sababu wapo connected na water table. Ninaongea na watu ambao wanatishwa na mambo ya dunia hii. Jioni ya leo, chagua kuwa connected na Yesu ambaye ni water table. Wengi wako connected na waganga wa kienyeji. Wengi wapo connected na mashetani. Wengi wapo connected na waume zao. Wengi wapo connected na wake zao. Leo haji kanisani Walikwaza. Nakwambia katika jina la Yesu, ukiwa connected na water table hautatikiswa. Dada mmoja akanipigia simu, "Pastor, uko wapi?" Nikamwambia niko nyumbani, leo ni siku ya kupumzika. Njoo ofisini mara moja. Unajua wachungaji tunapitia magumu wewe. Nikamwambia ushirika wako uko wapi? Usiniulize ushirika wangu uko wapi. Wewe njoo kanisani, ila elewa mimi sio mshiriki wako, ni mshiriki wa kanisa lingine, ila nataka sio naomba, nataka uje. Siku moja nilitoa pesa pale Nairobi, nikasema naomba Time wakasema unaombeje na umetoa hela? Sema nataka. Kule Tanzania kila kitu naomba. Hata nikitoa hela
nanunua kitu, nasema naomba tai, naomba kiatu. Sasa akasema nataka uje. Nikamwambia leo ni siku ya mapumziko, siji. Akasema usipokuja utakuta nimejinyonga kwenye mlango ofisini kwako. Sasa wewe ni mchungaji, mtu anasema hivyo. Nikawasha gari, nikaondoka. Mke wangu akasema bwana, mbona leo ni siku ya mapumziko unaenda? Nikasema ngoja niende. Nilipokwenda akaanguka chini, akashika miguu yangu, akaanza kulia, Jioni, Jioni, Jioni we, Jioni we. Sasa mimi naitwa Maotola Jioni Lumbe. Sasa nikasema Jioni anamaanisha mimi. Jioni, Jioni, kama ungepita ungejua nimemtenda na nimemwacha Jioni. Kumbe anamchumba. Nyie kina dada bwana ni wapumbavu kabisa. Anamchumba anaitwa Jioni. Sasa wamekosana na Jioni, anakuja kumlilia Jioni wapi? Kwangu. Jioni, Pastor Jioni, tuingie ndani. Hapana, mimi nikueleze hapa. Jioni, kama hapo tu, maana kanisa halina fence. Jioni alinichumbia, amenichumbia. Miaka 3 nimekaa naye Jioni. Jioni wangu nimempenda. Jioni, mshahara wangu alikuwa anachukua Jioni. Jioni, kwani umeniacha Jioni? Umeniacha mimi Jioni. Jioni mwenyewe simfahamu. Jioni umeniacha Jioni. Ni mama mkwe kasababisha Jioni mwache. Mama mkwe na mawifi. Jioni. Nikasema binti, sasa sema nifanyeje? Mimi nimeambiwa wewe Mungu anakusikia. Omba mpaka Jioni anirudie. Nikasema sasa binti, si unajua mapenzi ya Mungu? Hakuna cha mapenzi. Jioni wangu arudi. Nimeambiwa wewe naomba, Mungu anajibu. Nikasema basi tuingie ofisini tuombe. Akasema hapa. Nikaanza, Baba Mungu uishie juu mbinguni. Naye anasema Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu ambaye ulimleta Jioni kwa binti. Tulipendana. Nikamwambia sasa binti, tulia uniache niombe. Sasa mimi naomba na wewe unaomba. Maana yake nini? Sasa Pastor, uchungu yani uchungu yani uchungu yani. Nikamwambia basi tulia. Baba, Jioni amemwacha huyu binti, amemwacha na machozi yanatirika. Nikamwambia binti tulia basi niombe. Yani Pastor, yani moyo unawaka moto unawaka moto. Nikasema aliyesababisha Jioni aondoke, Baba Mungu lainisha moyo wake, ni mama mkwe. Nikabidi nimwache. Nikasema sasa Jioni, Roho yako Mtakatifu, maana Mungu ulitamka vitu vingi vikawa. Sasa hivi natamka Jioni amrudie huyu binti katika jina Yesu Kristo. Arudi sasa hivi tufunge ndoa. Jioni wangu. Na nikasema Bwana wewe unanisikiliza. Ndio maana nimekuja na kusikiliza. Jioni akarudi, na Jioni ya leo akapiga simu na kurudi kwa mchumba wake. Amina. Arudi. Nikasema lakini Yesu, ikiwa Jioni si mpango wako wawane, asirudi. Akasimama akasema maombi gani ya mchungaji? Akaondoka na hakuniaga. Sikiliza, huyu binti hakuwa connected na water table ambaye ni Yesu, bali alikuwa connected na John. Badala Yesu awe chanzo cha kukua kwake, yeye Jioni akawa chanzo cha kukua kwake. Jioni ya leo miti ya mitende iko connected na Yesu. Matatizo yatakapokujia utabaki salama. Utalia siku ya kwanza, ya pili utabaki salama, kwa sababu upo connected na water table, na water table ni Yesu peke yake. Matatizo yako yawe connected
na water table. Dada mmoja akaniambia, mchungaji, mimi nina miaka 40 sijaolewa. Kanisa linanicheka. Na nitumie fursa hii kuwaonya wazazi, ikiwa una binti yako hajaolewa, acha kumwambia wewe wanaume wako wapi, hawakuoi. Wewe unaniletea mzigo, mbona wadogo zako wameolewa? Acha, mchumba analetwa na Mungu. Unamtesa kisaikolojia mtoto wako. Kama mama usipokuwa mfariji kwake, nani akawe mfariji kwake? Huyu binti amekutunzia heshima, hajapata mimba. Unafikiri anashindwa kutegesha huko akakuletea mimba? Lakini amekuheshimu. Wewe unamwambia uoni wanaume. Nyie kina wazazi wa Kisini na waonya kwa jina lake Yesu. Binti anapitia mateso. Lakini pia napenda niongee na wale watu ambao mwenzako akichumbiwa unakwenda kuvuruga. Unajua huyo jitu lingine linaume lina ndevu, linakwenda kwa mwanaume mwenzake, usimuoe huyo. Unataka kuoe wewe sasa? Unawezaje kuvuruga uchumba wa mtu mwingine? Ndugu zangu, nataka niwaambie, ukiwa connected na water table kama mtu wa mtende, hautakuwa na wivu. Nikamwambia binti, tulia, utapata mchumba, tulia. Siku moja kijana mmoja akamwambia, kwenye Facebook huko, nimekuona kwa siku nyingi, nimekufuatilia, ila wiki tuliomba nimekufuatilia, nataka nikuoe, naomba tufanye appointment. Tena binti akasema, hapana, kwenye Facebook kuna wauni. Jamaa akamwambia, unamwamini nani? Mimi namwamini Pastor Lumbe. Okay, basi naomba ndio awe mshenga wetu. Kweli binti akaniambia, Pastor, Mungu amejibu maombi, lakini sijui ni muhuni. Nikasema hapana, ndio mwenyewe huyo. Nikawa mshenga. Ndani ya miezi 6 ndoa ikaandikishwa. Sasa kuona kwaya wote walikuwa nasema aolewi. Washiriki wote, huyu aolewi, amekuwa mkongwe, aolewi, ndugu zake aolewi. Sasa tukatangaza ndoa. Natangaza ndoa ya binti fulani na binti fulani. Wana kwaya ni wanafiki hao ndio wakasema haleluya. Toka hapa, unaigiza tu. Nataka niseme hivi, waliokuwa wanasema hautafanikiwa, saa yaja, kama upo connected kama mtu mtende, watashangilia, watake wasitake. After all, tunapofunga ndoa hapa, tutasema mashemasi wote mfanye nini? Usafi. Aliyekuwa anasema uolewi na aliyekuwa anasema uolewi itabidi afagie nini? Kanisa. Atake asitake, atafagia nini siku hiyo? Kanisa. Tutasema kwaya lazima muwepo, kwaya jogoo muwepo, kwaya fulani muwepo, muwepo. Kwaya itabidi siku hiyo sije, watake wasitake. Maana asipokuja mmoja utasema mwenzetu, una shida gani kwenye harusi ya binti yetu haupo? Kwa itabidi tukisema kwaya imba wimbo wa harusi, naye atapita hapa. Atapita na uniform yake nyeusi na nyeupe, anapita tena, anakuwa na mwili mkubwa huyo mama, atapita mbele, atake asitake. Wewe umekaa kwenye shera. Huyu aliyekuwa anasema uolewi, itabidi apite. Kwa master atatuni wimbo, leo kaka Zawadi na dada Ruchina, 1 2 3. Anaimba sasa yule aliyekuwa anasema uolewi, leo kaka Zawadi na dada Ruchina wafanya ukumbusho wa harusi ya Kana. Tena anajifanya anaimba huko, anafanya hivi, kafumba na macho, wa harusi ya Kana harusi ya Kana ilifana
Kana, harusi ya Kana, anapiga na mguu, lakini alikuwa anasema olewi. Ilifana Kana, ni ukumbusho. Leo dada Zawadi na kaka Luchina wafanya ukumbusho wa harusi ya Kana. Harusi ya Kana, anatona jasho, pumbavu. Kumbe alikuwa anataka usiolewe. Ukiwa mti wa mtende, waliokuzomea watakushangilia, waliokusema wataimba. Wewe ukiwa ndani ya shera, wako wapi watu walio kama mitende? Nyosha mikono juu. Mwenye haki atastawi kama huyu azai. Wewe be connected na water table. Saa inakuja atakuletea Pampers, maana mtoto wako atazaliwa, utapata ujauzito na utapata mtoto. Wewe baki kuwa imara kama mti wa mtende. Mti wa mtende, hata dhoruba ikija. Nataka nikwambie, mwaka 1876 upepo mkubwa ulipita hapa Palestina. Ulipopita upepo mkubwa, miti ya mitende ina sifa ya kusense kama kuna matatizo ya hali ya hewa au mafuriko. Mfano pale Nairobi, pakiwa na mvua kubwa ama mafuriko, yanakuja na mti wa mtende huko hapa. Mti wa mtende una sensi ya kwamba kesho kutwa saa na dakika fulani machafuko, mafuriko na upepo utakuja. Kazi ya miti ya mitende ni kuinama. Inainama. Ni Mungu ni wa ajabu, hakutufananisha na vitu vibovu. Inainama nyuzi 90. Ikiinama ile miti ya mitende, yani miti ya ajabu. Mti ni kubwa kama hili, linainama mpaka usawa huu. Ndugu yangu, Biblia ikisema mwenye haki atastawi kama mtende, study kuhusu mtende si kitu cha kawaida. Biblia ikisema mngojao Bwana watapata nguvu mpya kama tai. Mchunguze huyo ndege tai. Hilo ubiri ninalo, lakini wiki hii sijui kama litakuja. Mchunguze huyo ndege tai, ana vitu visivyo vya kawaida. Hivyo upepo ukija, mafuriko yakija, yanapita juu ya mitende, mawe yanapita juu ya mitende, miti mingine inang'olewa. Alafu baada ya tufani kupita, mitende ina sensi kabisa, hii shida ya mafuriko ya flood imekwisha. Kwa miti ya mitende inaanza kusimama, inasimama, inarudi ikiwa imenyoka. Nataka kusema hivi, ukifiwa piga magoti kama mti wa mtende. Ukiugua piga magoti kama mti wa mtende. Umekosa school fees, piga magoti kama mti wa mtende. Unaugua, piga magoti kama mti wa mtende. Umeondokwa na mpenzi wako, piga magoti kama mti wa mtende. Umeshinda njaa, piga magoti, inama kama mti wa mtende. Unapolia na kupitia mazito, inama kama mti wa mtende. Saa itafika, majaribu yako yataisha. Saa itafika, magonjwa yako yataisha. Utasimama toka kwenye magoti, utaendelea na shughuli zako. Mwenye haki atastawi kama gospel. This is the gospel. Neno letu kuu la mkutano, Mathayo 24:14, ikituagiza tuhubiri Injili, maana Yesu karibu anakuja ili ikae ushuhuda. Siku moja nataka nikwambie pointi ya mwisho. Mti wa mtende ni ishara, is a sign of victory. Victory. Mti wa mtende ni ishara ya ushindi pale Palestina. Binti akichumbiwa, jamaa apeleki mali, anapeleka matunda ya mtende na tawi la mtende. Maskari walioshinda vita walipelekewa matawi ya mtende kama ishara ya washindi. Kijana akifaulu mitihani anapewa matawi ya mti wa mtende. Mtende kwa nini? Kwa sababu ni ishara
ya ushindi, matukio mbalimbali ya watu wanaopewa zawadi walipewa matawi ya mti wa mtende. Siku moja Bwana wangu Yesu Kristo aliagiza watu wakachukue mwanapunda ili aingie Yerusalemu. Walipoenda kumchukua mwanapunda, Lazaro akashika kamba ya mwanapunda. Ndipo kwa sababu walidhani anakwenda kutangazwa kuwa mshindi na mfalme wa dunia hii, wakachuma matawi ya mitende wakayaweka juu ya mwanapunda. Lazaro aliyeongoza mwanapunda, naye mkono mmoja akashika kamba, mkono mmoja akashika tawi la mtende. Na mwanapunda pale chini alipopita, wakatandika majani ya miti ya mitende. Mpaka leo rais wa Misri, rais wa Palestina, ikiwa kuna sherehe, chini wanatandika matawi ya miti ya mitende. Mwanapunda akatandikiwa kilomita zaidi ya 5 matawi ya miti ya mitende, ikiashiria ni ushindi, ikiashiria ni ushindi. Kule Yerusalemu wakaambiwa Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, na wao wakadhani ya kwamba anakuja kwa mfalme wa dunia hii. Nao wakachuma matawi ya mitende, wakaanza kuimba wakiapunga, Hosana mbarikiwa, Hosana mbarikiwa, Hosana mbarikiwa, maana mtende ni ishara ya ushindi. Bahati mbaya sana kujua ya kwamba Yesu anakwenda kwa mfalme, kama alivyosema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wao walizani Yesu atakuwa mfalme wa dunia hii, wakapunga matawi ya mitende. Sikiliza nikwambie, ni kweli Yesu hakuwa mfalme wa Yerusalemu tu. Alipokufa Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya siku 3 anafufuka. Baada ya siku 40 anapaa kwenda juu mbinguni. Akasema, jinsi hii niendavyo ndivyo nitakavyokuja kuwachukua. Mtume Yohana anapokuwa Patmo, anaonyeshwa tukio la Bwana wetu Yesu kuja kutawazwa kuwa mfalme wa mbingu na dunia. Parapanda italia, wafu watafufuka waliokufa katika Bwana, na tutaona Yesu akishuka, tarumbeta zikipigwa, kutano la mbinguni likishuka, na itakaposhuka hatokanyaga ardhi. Watakatifu walioishi kwa haki kama mitende watanyakuliwa juu, na wakinyakuliwa juu, tutakapofika katikati ya dunia na mbinguni, pale katikati tutasikia sauti ikisema, tulieni, tulieni, tulieni. Biblia inasema waliokuwa wanakwenda mbinguni, ukisoma katika Ufunuo 7, waliokuwa wanakwenda mbinguni mkononi walishika matawi gani? Biblia yako inasemaje? Walishika matawi gani? Hebu mjibu tena, walishika matawi gani? Nitegemea watu wapayuke kwa sauti kubwa tu. Wanaokwenda mbinguni watashika nini mkononi? Biblia inasema wenye haki wataenda mbinguni. Kwa lazima uanze kuishi kama mtende duniani, maana mtende haukwepeki. Kila mtu atapewa tawi lake, kila mtu atapewa tawi lake, kila mtu atapewa tawi lake. Maana hatuwezi kuitwa washindi bila kuwa na matawi ya mitende. Hivyo wimbo utaimbwa. Nimeisoma Biblia yangu, anasema wimbo utaimbwa, malaika na watakatifu wataimba wakiwa wameshika matawi ya mitende. Enyi malango ya mbinguni funguka. Milango ya mbinguni itafunguka kwa wimbo. Enyi malango ya mbinguni funguka, taifa lenye haki lipate kuingia. Kauli ya mwisho itakayotuingiza mbinguni ni taifa lenye haki lipate kuingia, malango funguka. Na Ufunuo anasema wenye haki watastawi kama mtende. Ili uende mbinguni lazima ukubali kuwa mtende. Ndio maana nasema wajawazito wote watoto wenu waite Tamari, na maana kubwa. Unamwita mtoto matatizo. Kweli katoto kanazaliwa kanakuwa na matatizo tu, matatizo tu. Mara kameingiza miguu kwenye maharage, mara kichwa kwenye maji, matatizo tu, matatizo. Mara maji ya moto, kanaona maji ya moto kaisa kananawa, matatizo. Mtoto unamuita shida, ana shida kweli kweli. Shuleni kapitia juu ya mlango, kapita dirishani, kapiga mwalimu, shida. Mwingine anaitwa cha usiku, mwingine cha asubuhi.
matusi tu. Unaita watoto, na nikiwauliza nyie watu wa Kisii maana ya majina yenu, nyie ndio kituko kabisa hapa, tutapotezana hapa. Maana ya jina Lumbe maana yake kifo. Nataka nikwambie, watakao kuwa na matawi ya mitende, cha kwanza kitakachofanyika, Mungu hawezi kusema mwanangu matatizo karibu kwenye meza ya matunda, mwanangu kifo Lumbe karibu kwenye meza ya matunda. Hakuna. Cha kwanza watakao kuwa wamepewa matawi ya mitende, Biblia inasema cha kwanza watapewa majina. Ili upewe jina jipya, lazima ukubali kuingia kama mtende. Jioni ya leo Yesu anakuja kutuchukua, tunakwenda nyumbani, na tunapitia changamoto nyingi, lakini tutashinda kwa jina la Yesu. Wanaosema Yesu niwezeshe kuingia mbinguni, niwe kama mti wa mtende, nyosha mkono wako, simama pamoja nami. Anakuja upesi Yesu, na kwao alise amina, na uje e Bwana, yu aja Yesu ata, anakuja duni, wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi. Naomba hilo boksi la maombi lisogee hapo. Wazee wa kanisa wote piteni mbele hapa. Wazee wa kanisa wote piteni mbele hapa. Wale wataondoka tena, wasione machozi tena. Yu aja, Yesu atarudi sasa. Nitashika hilo boksi la maombi. Pastor Lamek tashika mic, na Pastor Judith taomba maombi mafupi. Basi nitaomba mimi, atafuata Judith, atafuata Lamek. Pastor. Baba, katika jina la Yesu, neno lako ni hakika na la kweli. Wazee wa kanisa wameshika boksi la maombi. Kabla tujasonga mbele, pokea huduma zao, pokea familia zao, pokea maisha yao, na ya sisi wachungaji. Kama tuna doa lolote litakayosababisha maombi ya leo yasisikiwe, tusamee kwa damu yako. Naomba Baba, watoto wako maombi walioandika ukayajibu kwa moto, ukayajibu. Soma kila barua. Wameamua kuwa connected na water table. Lakini tunao watu wengi ambao bado hawajaandika maombi yao. Ninakuomba Yesu, wale ambao hawajaandika maombi yao lakini wana kitu ambacho wanatamani kikae sawa sawa, nao wabariki.
Baba, asante kwa ajili ya kambi hili. Kama kuna upungufu wa pesa kwenye kambi hili, tukamalize kwa kishindo bila upungufu wowote. Baba, katika jina la Yesu, watu wakale na kunywa. Siku ya Sabato tukahitimishe kwa kishindo. Neema yako yatosha. Na ombi hili tayari linafungua watu waliokuwa na changamoto. Katika jina Yesu Kristo, amen. Pamoja na hayo, Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu wewe ni mkuu katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa mambo mengi ambayo umetutendea kama watoto wako. Tunaomba kwanza utusamee dhambi na makosa yetu, na kama kuna jambo lolote litakalozuia ombi hili, tunaomba Mungu wetu kaliondoe kwa jina lako. Asante kwa sababu kila wakati tunapokuja kwako, umeahidi kwamba utatutimizia yote sawasawa na mapenzi yako. Mungu wetu, kajibu sawasawa na mapenzi yako, ili wana na binti zako watakapotoka hapa kweli waseme wamekutana pamoja nao. Asante Mungu wetu kwa sababu ya fundisho, hasa mchana wa jioni ya siku ya leo, kwamba tuweze kusimama na kuwa kama mitende. Japo kuna dhoruba katika maisha haya, baada ya dhoruba tuweze kusimama na kusifu jina lako. Asante kwa sababu utatutendea makuu. Asante kwa sababu utatusimamisha. Asante kwa sababu utazidi kuwa pamoja nasi hadi mwisho. Jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatendeke. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mighty God, Father in heaven, we thank you because you have been good to us. Thank you for this message this evening. We glorify your name, God, because your promises are sure and true. We thank you, God, because you listen to us. And this evening, God, you have given us an assurance that you will answer our prayers, you will uplift us, and we will stand firm like a palm tree. God, the prayers that have been represented here, we thank you for answering them. We thank you for providing for your children. And God, we glorify your name. For we pray through the name of our Lord Jesus Christ. Amen.